Hasa mzigo wetu unaanza, tunakutana na marafiki wawili, mmoja anaitwa Kelvin na mwingine anaitwa Kate. Urafiki wao ulikuwa mkubwa sana na walikuwa wanapendana sana. Hakuna kitu chochote kile ambacho kingeweza kuwatenganisha marafiki hawa wawili. Ilifika stage hadi mama ya Kate alikuwa anajua kabisa kuhusu urafiki wao. Basi walikuwa wakikaa pamoja, wanakula pamoja na nini. Hadi katika nyumba ambayo alikuwa anaishi Kelvin ilikuwa ni pale pale kwa yule msichana, kwa sababu Kelvin alikuja hapa mjini mwanzo kama kupanga hivi, lakini urafiki ukawa mkubwa hadi ikatokea stage akawa anaishi bure. Basi walikuwa wanakaa wanasoma vitabu na nini. Urafiki ni mzuri sana. Hasa ikifika mida ya usiku, hamna yeyote ambaye anaweza kulala bila kuongea na mwenzake. Basi wanapiga story, unaambiwa hadi wanapitiwa na usingizi. Hasa ikatokea siku moja Kelvin alikuwa na tabia kukimbia jogging. Sasa akati anakimbia akapalamiana na huyu msichana ambaye anaitwa Jasmine. Hasa akati anapalamiana, huyu msichana akaanza kuongea naye, vipi unaitwa nani? Mimi naitwa Kelvin. Sijui wewe? Mimi naitwa Jasmine. Afu inaonekana yeye ni mgeni sana mitaa hii. Mimi ni mgeni, wewe unaishi mitaa ya wapi? Mimi naishi tu hapo jirani. Basi ningependa nipate kampani yako siku nyingine. Kama hutojali basi sawa. Akaondoka zake. Hasa huku nyumbani huyu Kate alikuwa na mama yake. Basi wamekaa pale anaongea na baba yake na Kate. Baba yake na Kate alimwambia mama Kate kuwa inatabidi asafiri aende Canada wakakutane na kuna biashara zingine inatabidi aende kufanya kule. Basi sawa. Basi akaongea pale na mwanae Kate na mwanae akaruhusu kabisa mama yake aondoke kwa sababu yeye anaona atakuwa na Kelvin hapa. Hasa baadaye Kelvin akafika pale akamletea, naomba ongea na mama yangu. Basi akasifiwa sana pale. Mtoto wako kikweli ni mzuri sana. Ni mcheshi, ni mpole, mwenye tabia nzuri. Ana tabia nzuri, yani kikweli mimi nimependa kukaa naye hapa, nataka kadri awezavyo. Basi sawa. Basi baada ya siku nyingi, siku ya kuondoka bwana imefika. Basi wakamsindikiza pale na nini, wamebaki tu Kate na Kelvin na mama yake akasi kuenda bidi muishi vizuri kabisa na upendo na amani. Basi sawa mama, akaondoka zake. Hasa huku kwa bibia akawa anamsubiri Kelvin aje. Amekaa tu pale anamsubiri muda wote unaambiwa. Kelvin katika kukimbia kimbia zake akamwona Jasmine. Vipi ulikuwa unasubiri mimi? Hapana, mimi nilikuwa nimekaa tu hapa kwa sababu nimechoka. Nimeona kama ulikuwa unanisubiri. Amna bwana, mimi sijakusubiria wewe. Unaweza kuniambia chochote kile? Niambie. Mimi nilikuwa nahitaji namba zako. Basi akamwandikia pale namba yake. Basi sawa, unaweza ukanitafuta muda wote ukijisikia. Hasa huku nyumbani Kate alikuwa amekaa zake anasoma kitabu. Mwamba Kelvin akafika pale. Vipi rafiki yangu unaendeleaje? Safi tu. Pale pale bwana simu inaita. Anapiga ni nani? Jasmine. Umeshafika? Nimeshafika. Vipi siku ya leo umeionaje? Imekuwa nzuri. Basi unaweza ukanipigia hata baadaye. Hasa alivokata Kate akawa anauliza, ni nani ambaye anakupigia? Huyu ni rafiki yangu mpya bwana ambaye anaitwa Jasmine. Nimekutana naye huko wakati nakimbia jogging. Ni rafiki tu ni rafiki tu usiwaze. Ni noma, lakini kwa bibia ilikuwa kama kuna kimshangao fulani hivi. Hasa baadaye wamekazao wanacheza game. Jasmine tena anapiga unaambiwa. Bibia akawa anamshangaa tu, inaonekana kuwa hapa kuna upendo ambao haujadhihirika bado kati ya hawa wawili. Basi kabla tujaendelea na movie yetu kali ambayo inaitwa Hidden Feelings, na kuomba bonyeza alama cha kusubscribe katika channel hii ya E7 Flix ili mradi wa mwanafamilia wa channel hii. Storyteller wako hapa anaitwa Safe Mastori. Haya tuendelee. Hasa Mwamba alipokata simu, bibia akawa kama mood imemtoka hivi ya kucheza game, kwa sababu anaona Mwamba kama ameshaingia katika mahusiano mapya, ilhali yeye kama inaonekana moyoni mwake kuwa anampenda. Afa imefika mida jioni, unaambiwa bibia mawazo ni mengi, unaambiwa anawaza tu kama huyu jamaa akashapata mwanamke mwingine, yeye anawezekana akasahauliwa, lakini kinachokosti hapa urafiki umekuwa mbele sana. Basi hadi jamaa hajamwambia ukweli kama anampenda na bibia hajamwambia ukweli jamaa kama anampenda. Sasa sijajua hapa kitaendelea nini. Hasa imefika asubuhi bwana, bibia kakaa zake tu pale. Wewe unasubiri nini hapa? Leo nahitaji twende wote huko unapoenda kukimbia. Unaenda kukimbia na Ndalaizi? Ndio, nahitaji twende wote huko. Basi hakuna shida. Basi wakaanza tu pale safari. Bibi Jasmine kama kaida yake bwana amekaa. Haya, vipi? Huyu ni rafiki yangu anaitwa Jasmine na huyu ni Kate. Nimefurahi sana kukuona Kate. Akampa mkono pale. Ila bibi Kate hakupokea ule mkono. Kitendo kile alikiona lakini akakipotezea. Vipi tunaweza tukaenda basi sasa hivi? Basi sawa. Basi wakaondoka wote watatu pale. Hasa siku ilikuwa ngumu sana kwa bibi Kate. Kaa ndani anajiangalia katika kioo nini. Sasa pale pale bwana simu inaingia. Ni Kelvin anapiga. Nikopo naomba kesho twende beach. Twende beach tena? Ni Jasmine ameniomba kono, mimi nikopo nakuomba twende wote. Basi imefika kesho na nini wakaingia za beach. Bibi ipo nyuma, Jasmine na Kelvin unaambiwa wanafurahia hao. Hasa kile kitendo cha kufurahia wawili bibi kilikuwa kinamuumiza hivi kwa namna fulani. Lakini hawezi kusema chochote kile kwa sababu hakuna yoyote ambaye anajua kitu ambacho kinaendelea moyoni mwake. Basi mafurahi zilikuwa nyingi baina ya Jasmine na Kelvin, ila kwa bibi alikuwa ni machozi tu yanabugujika. Ni noma sana hii mazee. Hapa inaonekana kwa kama kuna upendo lakini hakuna mtu ambaye anaweza kudhihirisha upendo wake wazi. Na jamaa aligundua hilo, basi kwa bibie anaumia tu unaambiwa. Hasa ikafika kipindi bibie akamondoke zake. Baadaye sasa muda wa kurudi bibi kaanzia kizaga humu ndani. Kwa hiyo uliniita niende kule limradi ukaniaibishe mbele ya mpenzi wako au vipi? Amna, yule sio mpenzi wangu, yule ni rafiki yangu tu. Unadhani mimi sijui kitu? Mimi najua kila kitu. Kwani Keti vipi, umekuaje? Mbona mimi nakwambia ukweli wote kuhusu yule sio mpenzi wangu, unaniambia mimi sijui? Mimi najua chochote kile ambacho kinaendelea baina yenu wawili. Na niliona kabisa mko mnafurahiana. Amna, ile ni rafiki yangu tu. Basi Keti alikopoa na hasira huyo akamfukuza unaambiwa. Ni noma. Karudi ndani anaanza kulia tu mwenyewe. Kiukweli
haya ni mapenzi, lakini hawezi kuzilisha upendo wake. Hasa imefika kesho, mwamba yupo katika mlango wa Keti, anamgongea pale, anataka kuondoka. Keti akatoka. Keti, naomba unisikilize tafadhali, nina kitu cha kukwambia. Hauna chochote cha kuniambia? Akaondoka zake. Hasa leo yake bwana, bibi Jasmine alikuwa amekuja kumtembelea mwamba nyumbani kwake anapoishi. Hapa ni kwangu bwana. Ni kiukweli pazuri sana. Hasa akati anatoka, Keti akawa anaona pale kwa juu. Aliniambia kuwa yule sio mpenzi wake, amekuja hadi ndani. Ni noma. Akampiga mama yake. Mama, mimi sipo sawa kabisa. Ni kitu gani ambacho kimekusii mwanangu? Mimi na Kelvin sasa hivi hatupo sawa. Kwa sababu gani? Ndio hivyo tu mama, basi nikopo naomba uje baadaye. Ni noma. Sasa baadaye akafika bwana, kumbe ni shoga yake, lakini ulikopo anaitana mama kama ni mazoea fulani, kama unajua nake na mazoea yao. Basi akafika pale. Unaweza ukaniambia kitu ambacho kinakusii? Kiukweli Kelvin anaonekana na mahusiano mapya kabisa, ilhali anajua mimi nampenda. Anajua? Kwani ulishai kumwambia? Hapana, sijai kumwambia. Na yeye kashai kuambia kama nakupenda? Hajawahi, lakini kila mtu anajua bwana. Basi usimkadirie mtu kwa sababu hamjai kuambiana, basi anaweza asijue chochote kile. Ni noma sana mazee. Bibi amebaki tu na huzuni na nini. Hasa umwamba leo alikuwa amekutana na huyu bibi Jasmine hapa, wanapiga zao story na nini. Kama unavyojua Keti ametokea kumlaumu, basi jamaa yupo na Jasmine tu ambaye anabaki rafiki yake kama ni wa ukweli hivi. Ni noma sana mazee. Hasa siku ya leo bwana, Jasmine alikuwa amekuja kumtembelea mwamba yetu Kelvin katika ule mjengo. Akakutana bwana na bibie Keti. Keti, sasa hizi sitaki chochote unijue kuhusu mimi. Muone kwanza, mimi sitaki chochote. Lakini Keti, mbona onekana mtu mwenye hasira? Nipishege huko. Akaondoka zake. Asa baadaye mwamba akampigia simu. Vipi, kimekukuta nini? Kiukweli haikuwa nzuri kabisa, kwa sababu nilikuja pale, lakini alivyonichukulia Keti haikuwa vizuri kabisa. Kiukweli naomba mzoee tu, kwa sababu yule rafiki yangu, muda mwingine anakopo hata simuelewele, sije na kuepoje hivi. Basi sawa. Basi pale bwana Keti akafika. Nimekuja hapa. Umekuja kufanya nini Keti? Kiukweli nilikuwa nakuja kuambia kuwa kodi yako kwa sasa imeisha, hivyo basi inahitajika uwame katika hii nyumba. Lakini Keti, umekuwaje? Yote unafanya kwa sababu hatuko sawa. Mara nyingi sana jitahidi kukumba msamaha, lakini haunisikii kabisa. Lakini hata kama hivyo, mamako aliniambia niishi kadri siku ninavyotaka. Sawa, mama alikwambia, lakini hii nyumba sio ya mama. Nyumba hii ni ya baba bwana. Kwa hiyo kupona kuomba ulipe kodi, au la sivyo uondoke, au uende kwa yule mpenzi wako ile akakulipie kodi. Lakini Keti, ni muda mwingi nakwambia kabisa kama yule si mpenzi wangu, lakini mbona haunielewi? Ni noma sana mazee. Hasa Keti akabaki tu kumlaumu, anambia ndio hivyo bwana, mimi nishamaliza. Nakupa siku 3 tu ufanye cha kufanya, ujue kama unaenda kubaki au naama. Keti akaondoka zake. Basi mwamba akabaki na mawazo tu pale na nini. Hasa kesho yake Jasmine alikuwa anakuja kumtembelea Kelvin. Hasa ile kufika ile getini, mlinzi anakuja. Anamwambia kuwa samani, sijaruhusiwa nikufungulie. Mfungua, kwani mimi naonekana kama ni mwizi humu ndani? Ndio hivyo, sijaruhusiwa. Pale bwana Kelvin akafika. Mlinzi, mfungulie huyu. Sijaruhusiwa nifungue. Kwa unavyomuona wewe anafanyia na wizi au? Mfungulie. Mimi sijaruhusiwa. Akamwita pale Keti, akatoka. Mbona umwambia mlinzi asimfungulie? Nimwambia kwa sababu mara ya mwisho kuja vitu vyangu humu ndani viliibiwa. Sasa huyu anawezaje kupanda kule kwako hadi kwenda kuiba? Mfungulie. Sasa baada ya kumsema sana, Keti akaanza kuona aibu. Ruhusu tu. Basi bibi akaingia zake ndani mule, wakaenda kukaa na mwamba yetu. Hasa kati anatoka akakutana na huyu shoga yake na Keti, akaanza kuongea. Nimeona leo mwizi wa wanaume za watu. Kwa inamaanisha nini? Wewe si umemwibia mwenzako mwanaume wake? Ndio hivyo, kashanichagua mimi. Sasa kanapeana maneno pale. Hasa kesho yake Jasmine alikuwa anakuja tena, akaenda pale akamfuata bibi Keti, akawa anaona. Hasa alivyoingia mule ndani alikuwa amemletea chakula bwana, akawa anafungua pale ili mradi yale pale bwana. Keti akafika. Mbona kichakula kinatoa harufu, kinanuka? Ni noma sana. Akaanza kukipondea kile chakula, unaambiwa kama mtu unakinyia cha karibu hawezi kabisa kukila, kwa sababu alikipondea sana. Dakika za mwisho bwana alifanikiwa bwana, akashindwa kukila kabisa kile chakula. Ni noma. Kama kaida yake bwana, akaenda akampigia rafiki yake na nini, akaanza kumuelezea kila kitu kilichotokea bwana. Unajua nini shogangu, leo nimeingia mule, nimewafanyia vituko hao, hawatoelewa kabisa jinsi gani nilivyofanyia. Ilikuwa ni mtihani sana. Sasa mida baadaye bwana mwamba anatapika. Bibi akaenda kufika pale. Bibi kafika pale. Unatapika tena? Ndio hivyo, nasikia kinyaa. Haukila kile chakula, lakini kile chakula hakikuwa na harufu mbaya. Sasa unatapika ili waje? Kwa maneno tu ya yule Keti ndio maana amenifanya mimi nitapike. Ni noma sana. Bibi kama kamekasirika hivi, lakini ndio hivyo bwana, hakuna chochote kile kinachoendelea. Hasa kesho yake wamekaa tu hapa wanacheza game na nini. Kama unavyojua bwana, ni marafiki hapa ambao walobaki. Hasa siku ya leo bwana alikuwa anatoka pale bwana akammwagia maji. Bibi akamind, wewe unafanya kitu gani huko? Akili hauna kabisa. Muone kwanza. Sasa umenimwagia maji ili iweje? Basi maneno akawa mengi pale. Hasa alipoingia ndani akaanza kumpangusa maji. Lakini mwamba Jasmine akaanza kumfanyia kama kuna kitu fulani hivi ambaye anamtaka. Sasa mwamba
Mwamba bwana akakataa, akamwambia kiukweli sina mudi hiyo ya kufanya hiko kitu, akatoka zake pale. Sasa kutoka nje Jasmine akawa anaongea na mwanaume huyo alikuwa anaongea naye, inaonekana kuwa Jasmine amekuja hapa kazi, akirudi kwao anarudi na huyo mwanaume na wanaendelea. Ni noma sana. Sasa tunaona hapa Jasmine na huyu Mwamba washaingia kabisa katika gurudumu la mapenzi. Hivi unavyozani kuwa itakuwaje wakati Jasmine anaonekana na mwanaume mwingine? Basi alikuwa ni mawazo mengi sana kwa huyu bibi Kate. Alikuwa anawaza tu kwa sababu mwanaume anempenda, ndio kama hivyo bwana kashachukuliwa, penzi ni zito, wanarudi wanabebana na nini. Ilikuwa ni noma sana. Kwa bibi alikuwa ni mawazo tu, akikaa ndani anapiga simu tu kwa shoga yake amliwaze, lakini ndio hivyo bwana anabaki tu analalamika. Mimi namuonea huruma sana huyu bibi. Sasa siku ya leo akafikiria kwenda kufunga maji, akaenda hadi kufunga maji. Bibi ipo chooni hapa, kila kifungua maji hayatoki bwana. Akamuita Kelvin. Kelvin, niko naomba uje hapa. Kuna kitu gani? Maji hayatoki. Msubiri kwanza niangalie, usiingie. Ile kuingia bwana ni kinyaa. Kafika pale maji alikopoa hayatoki. Basi sawa, subiri nikashughulikia hili. Basi Kelvin akatoka pale akamkongea Kate. Nimekuja hapa kuongea, kuna kitu nataka. Haya niambie. Nimekuja hapa kuhusu la maji hayatoki. Hivyo una akili kabisa. Yaani unakuja hapa ni kisa maji. Ndio hivyo, kwa sababu naona maji hayatoki kati maji alikopoa anatoka. Muone kwanza. Subiri mimi nikalale. Akatoka zake kwenda kulala pale. Sasa leo alikopoa amekaa hapa na shoga yake anamuelezea visanga alivyomfanyia. Unajua nini? Yaani wakati ya maji bwana. Basi wamekaa anacheka. Kelvin akaja pale kwa hasira. Naomba niongee na wewe. Naomba usogee kidogo. Akasogea pale. Hivi wewe ni kitu gani ambacho unakifanya? Kiukweli mara kwanza nilikopo naona mwanamke mzuri sana ambaye sijawahi kukutana naye kabla ya. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kudharau kwa sababu unafanya vitu ambavyo havipo kabisa. Sasa ni kitu gani ambacho unakifanya? Kelvin akaondoka. Sasa bibi akaingia ndani, mawazo ni mengi. Akawa anafikiria ile mambo alikopo anaambiwa na Kelvin. Kifupi alimuingia hivi. Pale bwana shoga yake akafika, akaanza kumuuliza, "Hivi mimi ni mtu mzuri au mbaya?" Wewe mbona ni mtu mzuri sana shoga yangu. Lakini Kelvin ananiambia mimi ni mtu mbaya. Hamna bwana, wewe ni mtu mzuri. Hivi kwani mimi nina kitu gani? Wewe una wivu. Unamuonea sana wivu Kelvin, na yote kwa sababu unampenda. Ni noma sana imaze. Sasa alipofika bwana usiku akawa analala, lakini alikuwa anafikiria sana yale maneno. Akawa anatamani kumpigia, lakini ndo kama hivyo bwana. Sasa leo yake Kelvin alikuwa amekaa zake tu pale. Bibi akafika pale. Akaanza kumuomba msamaha na nini. Kelvin akakubali. Kuna kitu alitaka kusema. Pale bwana Jasmine akafika. Ile kufika Jasmine akamwambia msubiri kwanza niende kwa rafiki yangu, kana mkataza. Akatoka pale akaenda kwa rafiki yake. Sasa siku ya leo bwana alikuwa amekaa vizuri kabisa Jasmine na mambo yetu Kelvin. Sasa ile kukaa walikuwa wanaongea vizuri kabisa. Lakini pale bwana Kelvin akamzingua huyu bibi. Akamwambia nakuomba kwanza uondoke. Kwa nini umeamua hivyo? Angalia simu yako. Angalia bwana alikopo ni mwanaume wake ambaye anampigia. Kumbe siku zote mimi nakaa na wewe afu kumbe una mwanaume mwingine. Nakuomba uondoke, sihitaji tena kuwa na wewe. Ni noma sana hii mazee. Basi bibi alikuwa anajitahidi sana pale kumliwaza Mwamba kwa msamehe, lakini Mwamba hakuelewa kabisa, akamfukuza. Sasa bila baadaye bwana yupo ndani anamwaza tu msichana ambaye ni Kate. Nilikopo nafanyia vitu vyote vile, lakini sikujua kama yule ananipenda kweli. Sasa nilikopo anawaza hiyo siku nzima, mwisho wa siku bwana akaamua kumpigia simu. Akampigia na kumweleza kuwa kama kesho kuna kitu anahitaji kuongea naye, kwa sababu kuna vitu ambavyo anahitaji kumueleza. Basi bibi akakubali. Kufika kesho akamfuata Kate na nini, wakaanza kuyazungumza. Basi walizungumza vitu vingi na akamueleza ukweli kuwa anampenda Mwamba. Basi wakaingia katika mahusiano pale baina ya Kelvin na Kate, na jambo walikopo wanalizungumza siku zote ambao walikopo wanalisubiri naona sasa limetimia. Basi pale bwana akawa amekaa na kula pale. Rafiki yake na Kate akafika pale. Baada ya drama zote naona sasa mpo pamoja. Basi wakakaa chini pale wanakula, wanaenjoy na nini, wanakumbushana mambo walikopo yanatokea mwanzoni. Ni noma sana hii mazee. Sasa siku zilipita nyingi sana. Hiyo leo bwana mama yao alikopo anarudi. Kufika pale wamempokea na nini. Sasa akakaa wawili pale kwenda kumwambia kwa mama yao kama sasa hivi wameingia katika mahusiano. Wakafika pale wakamueleza ukweli kwa katika mahusiano. Basi na yule mama bwana akakubali kwa sababu anamwona Kelvin alikopo ni mwanaume ambaye anaonyesha tabia nzuri na nini. Akamkubalia, akaambia na mimi nimekubalia na mimi nipo aware sana na hilo jambo mliloamua. Sasa na hii bwana ndio nikopo mwisho wa hii simulizi yetu kali kabisa ambayo ilikopo inaitwa Hidden Feeling. Ililetwa kwa lugha safi kabisa ya Kiswahili na storyteller wako hapa Sefu Story. Asante sana kwa kunisikiliza na kunipa muda wako. Shukrani na chao, tutakutana katika vigongo vijavyo. Bye.